tujifunze ndoto, sababu mojawapo kwamba ndoto ni mafumbo, na kwa kuwa ndoto ni mafumbo, ndio maana tunatakiwa kutafuta tafsiri. Yaani kwa sababu ndoto ni mafumbo, ndio maana tunahitaji kupata tafsiri. Kwa hiyo unapoota una hela alafu baadaye unaamka kumbe huna hela, ujue hilo ni fumbo. Ni kama kitendawili, Jaribu kusoma kitabu cha Mithali sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6, utakuwa umeelewa kitu hapo, kwamba kumbe kwenye maisha kuna kutegua vitendawili kwenye maisha. Sasa mojawapo ya vitendawili ndio kama hizo ndoto, ambazo nilikuwa nashauri kwamba usipende sana watu wa kutafsiria ndoto zako, maana wanaweza kukuyumbisha, maana ndio maisha yenyewe ya kila siku. Ndoto ni maisha ya kila siku, ambayo kama mtu yeyote atakayotaka akutafsirie ndoto, sasa na gari lako nataka kila mmoja aliendeshe, kila mmoja azime gari lako aendeshe, mara huyu aendeshe, basi hiyo gari tegemea muda wote, muda sio mrefu itakuwa skrepa. Lakini usalama wa gari ni pale ambapo unalimudu mwenyewe mwenye nalo, ndio itakuwa na uimara na usalama wake. Sasa hata maisha yako yako hivyo. Kama maisha yako utataka ndoto zako watu watafsirie maisha yako, basi itakuwa ni kuyumbishwa tu maisha, mara uende huku, mara uelekee huku, mara uelekee huku. Mwisho wa siku unakuta umezeka, haujaivisha lolote duniani, kwa sababu ulitegemea watu kutafsiria ndoto zako. Sasa ndoto ni lugha ya mafumbo, sio kitu kilichonyoka. Unahitaji kupata tafsiri. Sasa ndio maana tunajifunza kanuni za kupata tafsiri kiBiblia. Kwa hiyo ndio sababu hiyo. Kwa hiyo huwezi kaota ndoto ikawa imenyoka, japo zingine zinanyokaga, lakini mara nyingi huwa zinakuaga na vitendawili sana. Sawa, anasema mimi jinsi ninavyojua ndoto. Yeye anasema anaitwa mchungaji Mwakapombe kutoka Iponga Marawi huko. Anasema kuwa mimi ninavyojua ndoto, anasema namba 1, kuchakata mawazo. Anasema kwa mfano ndoto husaidia ubongo kuchakata na kuunganisha mawazo na hisia kutoka usiku. Namba 2, anasema kutatua matatizo. Anasema kwa mfano watu wengine hupata maamuzi au ufumbuzi wa matatizo yao kupitia ndoto. Namba 3, kasema kuonyesha hisia. Anasema kwa mfano ndoto zinaweza kuonyesha hisia za ndani ambazo mtu anazijua au kuzificha. Namba 4, kasema kuhusiana na matukio ya maisha. Anasema kwa mfano ndoto zinaweza kuakisi matukio au changamoto za maisha ya kila siku. Namba 5, kamaliza kusema, kasema kisayansi. Anasema kwa mfano wataalamu wa usingizi wanasema kwamba ndoto ni sehemu ya mchakato wa usingizi wa REM ambao ni muhimu kwa afya ya akili. Anasema ndio mtazamo wangu. Naomba mchungaji Robert Mwakathegoro nisaidie. Wapi nimekwama? Wewe mchungaji uko